Hello, mambo vipi? This is mkurugenzi Mr. Sabi kutokea Cairo Intertrade Company Limited. Wateja wetu ambao mnatutazama na kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, leo ni siku njema sana kwa sisi wadau wa magari, na sisi kama watu wa magari tumefika hapa kuja kukupa exclusive ya kila kitakachokuwa kinatokea siku ya leo. Leo tupo eneo la Bagamoyo katika uzinduzi wa kiwanda ambacho kinaitwa Roadster Tanzania. Hiki ni kiwanda ambacho kinahusika na kuunganisha magari ya brandi ya 4. Brandi ya 4 ni brandi ambayo ni ya Kichina ambayo wamekuja kuweka base yao nchini Tanzania kupitia kiwanda hiki ambacho kinaitwa Roadster Tanzania, na wanapatikana katika eneo hili la Bagamoyo. Na leo ni siku ya tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2026, na mgeni rasmi wa event yote atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Kama ambavyo unaweza kujionea kwenye bango letu hapo, wameandika karibu kiwanda cha Roadster Tanzania, mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hivyo naomba uungane na sisi katika episodi yetu leo tuweze kukuonesha nini kinaendelea huko ndani. Je, kuna huduma gani? Magari yao yakoje? Bei zao zitakuwaje? Lakini naomba nikukumbushe kwamba sisi Cairo Intertrade Company Limited tunapatikana Dar es Salaam Posta, mtaa wa Samora Avenue, jengo linaloitwa PSSF Samora House. Na kazi zetu kubwa ni mbili. Kwanza, tunaagiza magari na kuuza magari. Hivyo kama unahitaji kuagiziwa gari lolote, usisite kuchukua namba zetu, zinapatikana chini kwenye maelezo. Lakini pia tunahusika na clearance ya mizigo mbalimbali bandarini, mipakani pamoja na airport. Chukua namba zetu, usisahau kusubscribe. Twende zetu ndani. Watazamaji wetu, kama ambavyo tulikwisha kuambia kwamba tupo katika kiwanda cha Roadster Tanzania ambacho kinasembo magari ya 4. Haya ambayo unaona nyuma yangu ndio magari ambayo wanayasembo katika kiwanda hiki, na kwa bahati nzuri tumekutana na staff anayefanya kazi hapa ambaye ana kitengo chake maalum sana ambacho kitatusaidia sisi kuweza kupata taarifa 2-3 ambayo wewe mtazamaji zinaweza zikakusaidia. Ndugu, habari? Salama kabisa. Bwana, naomba kwanza ujitambulishe wanaokutazama waweze kukufahamu. Kwa majina naitwa Ruta Andrea, ni bondi operator wa kiwanda cha Roadster Vehicle Equipment. Okay, tuko na Mr. Ruta ambaye anasema yeye ni bondi operator wa hiki kiwanda. Okay, naomba kwanza utuambie historia ya kiwanda chenu kimeanza mwaka gani? Historia ya kiwanda chetu kilianza mwaka 2025 mwezi wa 6, na tulianza kuassemble mwezi wa 6 tarehe 20 tukiwa na gari zaidi ya 10. Okay, na mpaka leo 2026 kiwanda chenu kimetoa ajira kwa Watanzania wangapi wa haya maeneo? Kiwanda chetu kimeweza kutoa ajira zaidi ya 200 katika haya maeneo, na ajira hizo ziko katika kanda tofauti. Tunao watu wa assemblers, tunao watu wa body shop, tunao watu wa management, tunao watu wa bondi, lakini pia tunao watu wa logistics. Okay, sawa. Nadhani watazamaji mmeweza kupata vitu vile vitatu. Okay, watazamaji wetu wanapenda kujua hapa mna assemble magari ya 4 kama haya ambayo tunayaona nyuma yetu. Okay, je, yako modeli ngapi? Kwa sababu 4 ni brandi kama brandi zingine za magari. Tunaamini wana category, sababu category ndani yake. Mna assemble category ngapi hapa? Kwa sababu kama hapa tunaona kuna hii nyeupe, kuna hii rangi ya njano. Naomba utufafanulie. Asante sana Mr. Sabi. Kiwanda chetu kina assemble magari ya 4 ambapo tuna assemble modeli 6 za 4, tukiwa na modeli ya CA3256, tupo na CA4181, tupo na CA4256, tupo na CA1100, lakini pia tuko na tankers trailers. Okay, mtazamaji, nadhani umesikia hizo modeli vizuri kabisa. Mimi mwenyewe amekwisha kunichanganya, lakini kwa sababu ametuchanganya, naomba tuende katika uhalisia. Hapa nyuma yetu kuna modeli 2 tofauti ambazo naomba tuanze kuzidescribe. Naomba tuanze na hii modeli yetu hapa, hii nyeupe. Hii ni brand ya 4 ambayo hii ni ipi? Na hii naona ni kama ni truck, hii ni dump truck, si ndio? Hii ni tractor head, hii ni modeli ya CA4256, new model. New model. Yes, new model. Okay, nilisahau kuuliza swali moja. Manake hizi gari zinazokuwa assembled hapa manake zinakuwa ni 0 km, si ndio manake? Yeah, zinakuwa 0 km ndio.
Okay, watazamaji wetu, gari zinazotoka hapa zinakuwa ni 0 kilomita. Kwa hiyo wewe ambaye unatutazama, ambaye unahitaji kuagiza gari kama hizi, badala ya kuweza kuziagizia China, manake pia unaweza ukaja katika hiki kiwanda ukaweza kuzipata zikiwa katika 0 kilomita. Namba za hawa mabwana unaweza ukazipata kupitia sisi, lakini pia unaweza ukawatafuta katika mitandao ya kijamii kwa sababu tumekwisha kuwatajia jina la kampuni. Mtanzania ambaye anataka kununua hii gari kwenu inamkosti shilingi ngapi? Asante sana Mr. Sabi. Mtanzania ambaye anataka kununua hii gari ya FAO ambayo modeli yake ni CA4256 ataweza kuipata kwa gharama $127 na laki mbili tu. Kila kitu na usajili, anapata gari lake kwa wakati zaidi. Na namna ya malipo inakuwaje? Katika kiwanda chetu tuna namna mbili za malipo. Namna ya kwanza, mteja atalipia cash, lakini namna ya pili, mteja atatumia benki wampe mkopo. Kwa hiyo benki watamlipia, alafu yeye atawalipa benki taratibu. Kwa hiyo yeye atabidi wa face benki husika ambayo yeye anashirikiana, yeye ni mteja wa benki fulani. Kwa mfano kuna mteja labda anatumia benki ya CRDB, kwa hiyo anapaswa kwenda CRDB wampatie mkopo, alafu CRDB watatucheki sisi, watatumia email, watamlipia, alafu mteja yeye atalipia kidogo kule benki. Okay, watazamaji wetu, nadhani mmetoka kusikiliza maelekezo vizuri kwamba unaweza ukapata hii gari kwa cash, lakini pia unaweza ukaipata gari kwa mkopo kupitia benki yako ambayo wewe unaitumia. So naomba tuizunguke gari yetu haraka hii model ili mradi tuweze kuitazama kama ambavyo mimi naweza nikaichambua hapa. Kiukweli kwanza kwa mimi kuichambua hii gari, rangi yake ni nzuri. Rangi tumezoea kuita pearl white, sijajua hawa wanahitaji, lakini sisi kwenye magari yetu mengine tumezoea kuita pearl white. Lakini ukiangalia pale naona ina headlight nzuri, ukiangalia kama hapa, lakini pia naona ina taa zake zingine chini hapa ambazo zimekaa katika hali moja nzuri sana. Lakini tukiangalia katika muonekano wake hapa, ina step ya kwanza hapa, ina step ya pili. Kwa maana hata kama ni dereva unapanda, inakuwa kidogo unakuwa unapanda vizuri. Sasa ndugu yangu, huku nyuma huku nataka kutuonesha nini? Kwa mfano kuna kitu tulikuwa tunaongelea kuhusiana na tairi hizi, kwamba kuna utofauti gani kati ya tairi hizi na hizo zingine. Asante sana Mr. Sabi. Sisi tuna assemble gari ya FAO model ya CA4256. Katika hii model ina gari mbili. Hizi gari zote zinafanana, lakini utofauti wake cha kwanza ipo katika matairi. Kuna gari nyingine katika modeli hii tairi lake la mbele ni jembamba, ila hii tairi lake la mbele ni nene. Utaijuaje kwamba tairi lake la mbele ni jembamba au ni nene? Kwa haraka tuna picha hapa ya huyu ndege ambaye ni Eagle. Kwa hiyo tofauti wake katika hii modeli ni moja, lakini na gari mbili. So tofauti wake ni matairi. Gari moja tairi lake ni nene, lakini gari jingine tairi lake ni jembamba. Okay, swali la kizushi, ile ambayo tairi ni nyembamba na hii ambayo tairi lake ni nene, bei zinakuwa sawa au zinakuwa tofauti? Bei zinakuwa sawa zote. Okay, nadhani watazamaji maelezo yamejitosheleza. Okay, sasa Mr. gari yetu hii ina jumla ya matairi mangapi? Gari yetu hii ina jumla matairi 10, ambapo nyuma kuna matairi 8 na mbele kuna matairi 2, lakini tupo na spare tairi kama unavyoweza kuona. So inakuwa na jumla idadi matairi 11, ila 10 ambayo yashaunganishwa na moja la spare tairi. Okay, watazamaji wetu gari na matairi 10, lakini pia ina moja ambayo ni kama spare. Lakini kuna kitu ulikuwa unatuambia kuhusiana na tanki hizi za mafuta, naomba uweze kutuelezea ili mradi watazamaji wetu waweze pia kuelewa. Kuna kitu ulikuwa unakiongea kuhusiana na tanki. Ndio. Katika modeli ya FAO ya CA4256, gari hili limebarikiwa kuwa na matenki mawili, ambapo tuna tenki hili kubwa kabisa ambalo linaweza kupakia lita 800, lakini hivyo tuna tenki lingine dogo kule ambapo lina lita 300. Kwa kama unaweza kuona gari hili lipo katika quality nzuri, na mteja na uwezo yeye mwenyewe wa kuchagua, na kutokana na safari yake yeye, kama anaenda masafa marefu anaweza kaeka mafuta katika tenki hili kubwa, lakini kama masafa yake ni ya hapa mjini anaweza kutumia tenki kidogo pale. Okay, na lita moja hizi gari zinatembea kilomita ngapi au ulaji wake wa mafuta ukoje? Asante sana. Katika modeli ya CA4256 gari hili linatumia lita ya 37 kwa kilomita 100. Okay, watazamaji wetu nadhani mmejionea au mmesikia kwamba
Gari yetu cha kwanza ina tenki mbili, ambapo hii tenki ya kwanza inaingiza lita za diesel 800 na ile kule inaingiza lita 300. Kwa hiyo manake unaweza ukajaza full zote then ukala zako masafa. Kama unanunua gari lako kwa ajili ya kwenda nje ya nchi, inakuwa ni jambo jema sana. Lakini kabla tujaenda katika modeli zingine, naomba nikuoneshe vichwa ambavyo vinasubiria kwenda kuwa assembled. Tukiija upande wangu huku utakuja kujionea kuna vichwa hapa ambavyo hivi ndo vinategemewa kuwa assembled ili madi tuje tuweze kupata modeli hii ya gari ambayo tumetoka kuiangalia. So hii ni moja experience nzuri sana kwa wewe mtazamaji ambaye unapenda magari, especially magari makubwa kama haya. Tumewahi kuwaagizia wateja kadhaa magari makubwa kama haya, japokuwa hayakuwa brandi ya 4, yalikuwa ni brandi nyingine ambayo inaitwa Howo. Lakini pia wateja ambao mnatutazama, basi pia tunaweza tukawaagizia gari za kampuni ya 4 au tukaja tukawafanyia biashara katika hii kampuni. Naomba twende katika modeli nyingine ambazo zinapatikana katika kiwanda chetu hiki tulichopo. Okay, watazamaji wetu, tunaendelea kuchambua magari yetu ambayo yanapatikana katika hiki kiwanda, na mtaalamu anasema kwamba hapa kuna modeli nyingine ambayo anataka aweze kuielezea ili madi tuweze kupata taarifa zake. Twende hapa mtaalamu. Asante sana Mr. Sabi. Tupo na modeli nyingine, hii nayo pia ni tractor head, lakini modeli hii ni CA4181. Hii modeli ni yote, hii ni tractor head, lakini pia modeli tuliyokwisha kuisema wakati uliopita pia ni tractor head, lakini zina utofauti. Naomba ni kupenda kuongea utofauti wa kwanza katika hizi model. Katika model hii ya 4181, hii bei yake ni $129,500. Utofauti mwingine ambao labda unapatikana katika hii? Utofauti mwingine ambao unapatikana katika hii ina tenki moja la mafuta, ambapo tenki hili linapakia lita 600. Okay. Naweza nikakuonesha. Okay, naomba tuoneshe. Tunaendelea kuangalia hii model. Hii ni tractor head nyingine ambazo ukiziangalia hii na ile pale ni kama vile zinafanana, lakini ni hazifanani. Hii ni kubwa zaidi kuliko ile pale, lakini pia hii ina bei zaidi kuliko ile pale. So hapa tupo katika tenki la mafuta. Umesema hili linaingia lita ngapi? Linaingia lita 600. Lita 600. Lile kweli linaingia lita 800. Ila hapa linaingia lita 600, si ndio? Okay, sawa. Naomba nijue uwezo wa kubeba. Ile kule inabeba tani ngapi na hii inabeba tani ngapi? Asante sana Mr. Sabi. Moja ya utofauti mkubwa sana ni katika uwezo wa kubeba mzigo. Ile kule ya model ya CA4256 inapakia tani 31, lakini hii hapa model ya CA4181 inapakia tani 40. Okay, watazamaji wetu nadhani sasa mmeweza kuona kwa nini pia kuna utofauti wa bei. Ile kule inapakia tani wastani 31, ile ni standard, lakini hii hapa inapakia tani 40 ambazo ndio standard. Kwa hiyo na bei zake zimetofautiana kidogo. Hizi bei pia zisiweze kukutisha sana, kwa sababu kwenye kila kampuni huwa kuna mazungumuzo pale ambapo unataka kufanya nao biashara. Vipi, kuna modeli nyingine hizi au tuhamie katika modeli zingine kule? Tractor head tunazo hizi tu. Okay. Watazamaji wetu amesema katika tractor head wana modeli mbili. Sasa tunataka tuende katika dump truck ambayo ni kama hii iliyoko hapo pembeni yetu, au kama ile kule ambayo ina rangi ya njano. Bwana mtaalamu, mimi naomba utusindikize tuje katika hii, lakini naomba tuanzie upande wetu wa mbele. Okay, sasa watazamaji wetu tunaingia katika modeli zingine ambazo ndo hizi za rangi ya njano. Naomba mtaalamu wetu aweze kutuelezea nini ambacho kilikuwa kina hizi modeli zina feature gani? Asante sana Mr. Sabi. Hii ni modeli nyingine ya tatu kabisa, ambayo hii ni dump truck ambayo ni CA3256, na kama unavyoweza kuona ina muonekano wake tofauti kabisa. Ningependa kuanza katika upande wa bei. Modeli hii ya FAW ya CA3256 dump truck, bei yake kwa sasa hivi ya kiwanda ni $186,600, lakini pia mteja ana uwezo wa kufika ofisi za sales na kupata makubaliano zaidi na mazungumzo pia ya kiofisi hapo. Okay, mambo ya bei mimi nawaachia wao. Mmeshajisikia, hii ni modeli ya tatu katika uchambuzi wetu. Sasa naomba uweze kutuelezea kwamba hii ina sifa gani? Sisi tumezoea kuita dump truck. Je, ndio jina sahihi, lakini ina sifa gani zingine ambazo zipo katika hii gari? Asante sana. Hii ndio ni dump truck, na kama nilivyokwisha sema kwamba ni modeli yake ni CA3256. Ningependa kuanza katika features ya hapa mbele. Kama mnaweza kuona imekuja na fog light
na taa zake zimekuja katika muonekano zaidi mzuri na gadi. Lakini pia ningependa kukuelezea katika upande wa mafuta. Gari hii ya CA3256 kampuni ya FAW ina uwezo wa kutembea kilomita 100 kwa kutumia lita 40 za diesel, lakini pia fuel capacity yake ni lita 400. Hii inabeba tani ngapi? Hii inabeba tani 25.2. Okay. Watazamaji, dump truck iliyoko hapa inabeba tani 25.2. Hizi ni moja za gari ambazo mimi nimezoea sana kuziona zikitumika katika kufanya kazi migodini, lakini pia katika kubeba michanga, kokoto. Ni moja ya gari ambazo zinatumika sana katika construction. Naomba nikuzungushe katika upande huu wa pili uweze kujionea vizuri hii gari yetu, na hii hapa ni gari ambayo ina horsepower 340. Kama ambavyo tumetoka kuambia kwamba tupo katika kiwanda, na hata ukiangalia hapa upande wetu ukiangalia mpaka kule kuna modeli zingine ambazo zimepangwa hapa. Uzuri ni kwamba gari zinafanyiwa assemble kule ndani, ambako sisi kama watu tunaofanya hizi content haturuhusiwi kuingia ndani, lakini zikisha kuwa zimekamilika zingine zinakuwa zinapangwa katika hili eneo, lakini pia zinaenda mpaka kule. Lakini pia kuna sehemu nyingine ambapo pia huwa wanazipeleka, ambazo zile ni sehemu zao kwa ajili ya kuuzia. Kwa maelezo ambayo mimi niliambiwa, wana sales office mbili, ambayo moja inapatikana Mwenge, lakini nyingine inapatikana Tazara. Hizo ni sales office zao mbili, lakini kama wewe utasumbuka unaweza kanipitia mimi tukaweza kuwapata. So naomba kwanza niweze kukuonesha gari zao zingine ambazo zinapatikana hapa. Kwa hiyo ukiangalia katika hii listi kuna zile model ambazo tumezitoka kuziangalia mwanzo, ambazo zinaitwa tractor head. Kwa hiyo huku nyuma yangu kuna tractor head za kutosha kabisa ambazo ziko tayari kwa wewe ambaye unatutazama, ambaye unahitaji kuzinunua. Lakini hapa ndio tupo na modeli yetu ambayo tunataka kuichambua. Okay, sasa hii tumeshatoka kusema kwamba hii hapa ni kwa ajili ya ni dump truck, si ndio? Ndio. Kwa wewe unavyoona, ni gari gani ambayo inauzika sana katika hiki kiwanda chenu kati ya modeli hii hapa na ile modeli nyingine, ili mradi watazamaji wetu waweze kututazama, waweze kutuelewa? Asante sana Mr. Sabi. Katika modeli ambayo inauzika sana na yenye soko kubwa sana hapa kiwandani kwetu, au tunaweza kusema Tanzania, ni modeli hii hapa ya dump truck ya CA3256. Okay, watazamaji wetu, nadhani mmeweza kujionea kwamba hii ndio modeli ambayo inayouzika zaidi. Bado tunaendelea kuview mambo kadha wa kadha ambayo yanaendelea katika hiki kiwanda ambacho leo ndo kimetoka kuzinduliwa, na ukiangalia upande wa kule ndio ambapo palikuwa pana ile event ya mheshimiwa wetu kuja kuzindua kiwanda chetu. Kwa hiyo sisi tumeanza kutengeneza content hizi baada ya heka zote za uzinduzi kuwa zimeisha, ili mradi uweze kupata kitu kizuri, kwa sababu tungeanza kurekodi content hii kipindi ambapo mambo ya uzinduzi yanaendelea, najua tungekuchanganya. Naomba tuende katika modeli yetu ya mwisho ili tusikuchoshe. Okay, watazamaji wetu, tunaendelea kujitazamia kila kinachoendelea katika Rostam Tanzania. Hiki ni kiwanda ambacho kina assemble magari kama ambavyo tumetoka kuambia, lakini hapa sasa hivi tunataka tuoneshwe na mtaalamu modeli nyingine ambayo wanatengeneza, ambayo ni ya tanka, au tuite kwa lugha ya Kiswahili tenki la mafuta Yeah. Kwa hiyo hapa mtaalamu anataka kutuonesha tanka, ambayo ni moja ya kitu wanachokifanya au wanachokitengeneza katika hiki kiwanda chao. Sasa mtaalamu, naomba utuelezee kuhusiana na hii tanka kwanza. Hii manake inakuwa yenyewe haina jina, lakini si na au yenyewe inakuwa ni brand ya FAW? Hapana. Asante sana Mr. Sabi. Hii kwa tanker trailer, hii ni brand ya Roster RST, ipo chini ya uongozi wa Roster ambao ni RST, na tanka hii ni aluminium na ina uwezo wa kupakia lita 44,500. Okay, watazamaji, kama ambavyo mmetoka kusikia, wanakuambia kwamba hizi ni brandi za Roster na inapakia lita 40 ngapi? 44,500. 44,500. Manake wewe ambaye unataka kufanya biashara ya mafuta, biashara ya sheli, hawa mabwana, kitu unachokitaka unaweza ukakupatia. Hii bei yake inaendaje mtaalamu? Hii bei yake kwa fedha za Kimarekani ni $70,000, lakini ukikalculate kwa exchange rate ya sasa hivi ni $185,500. Okay, $185,500 inakuwezesha wewe kuweza kupata tenka kama hii hapa. Na hii ina kitu gani labda kingine cha ziada ambacho labda ungependa mtazamaji aweze kukifahamu?
Asante sana. Hii inakuja na toolbox, lakini pia inakuja zina features tofauti. Lakini tanka hii unavyoweza kuiona imeasembiwa hapa roster vehicle equipment, na kama unavyoweza kuona inakuja na spare tire, utaiona hapo. Lakini pia inakuja na features tofauti. Okay. Maana yake inakuja na spare tire. Naona hapa kuna sehemu ya kuweka spare tire, maana yake spare tire inakaa hapa, si ndio? Ndio inakaa hapa. Okay, na toolbox zake zinakaa kule, si ndio maana yake? Okay, watazamaji wetu, kama ambavyo mtaalamu wetu ametoka kutuelezea bei ya hii tanka, lakini pia ametoka kutuambia inaingiza lita ngapi za mafuta. Kama ambavyo unaweza ukajionea kule juu, wameweza kukuwekea mark kwa kuonesha kwamba kwa wale ambao kwanza hawajui, kwa faida ambao huwa hawafahamu, cha kwanza tanka jinsi ambavyo zinakuwa zinatengenezwa na partition ndani yake. Hii partition inasaidia katika movement. Kumbuka kwamba humu ndani yanawekwa mafuta ambayo yana uwezo wa kulipuka, tunaita flammable, si ndio? Kwa hiyo yale mafuta yakiwa yamebebwa na hiki chombo kikiwa kiko katika motion, yale mafuta muda mwingine huwa yanatengenezaga tunaita collision. Kuna kitu fulani hivi kitaalamu nimekisahau, lakini usipokuwa umeweka partition, manake yale yenyewe yana uwezo wa kusababisha hiyo explosion. Ndio maana wataalamu wa kutengeneza hizi au maengineer walikuja na hiyo physics ya kutengeneza partition katika tenki za mafuta. Kama unataka kufuatilia zaidi, unaweza ukaenda Google kuweza kujua kwa nini tanka huwa zinakuwa zina partition. Okay, sasa ndugu yangu, naomba tukushukuru, lakini naomba uwaambie watu wanaotutazama jinsi gani ya wewe kuweza kukupata. Wanaweza kunipata kwa namba zangu za simu 0769 490 999. Okay, watazamaji, kama utahitaji kufanya biashara na hii kampuni, huyu ni moja ya staff ambaye anapatikana hapa na cheo kikubwa kabisa. Kwa hiyo unaweza ukatumia namba hizo kuweza kumpata, akaweza kukupa utaratibu jinsi ya wewe kununua magari hapa. Lakini pia unaweza ukatutumia sisi kama Cairo Intertrade, tukaweza kukurahisishia pia hiyo biashara. Ndugu yangu bwana, shukrani sana kwa muda wako. Karibu sana Mr. Sabi. Asante sana. Shukrani sana. Bwana, hiyo ilikuwa ni sehemu yetu moja pendwa sana kwetu sisi ambao ni wadau wa magari, ambao tumeweza kukuonesha vitu vichache katika hiki kiwanda. Nadhani tutaomba permission nyingine ili mali tuweze kuingia ndani. Kama hilo jengo unaoliona huko nyuma yangu, humo ndio kila kitu kinafanyika humo ndani, na vitu vikisha kamilika ndivyo vitu vinakuja nje. Lakini kabla sija kuhaga, naomba nikwambie kwamba sisi tunaitwa Cairo Intertrade Company Limited. Tunapatikana Dar es Salaam Posta, mtaa wa Samola Avenue, jengo linaitwa PSSF Samola House. Kazi zetu ni mbili: kuagiza magari kutoka nje ya nchi, kuuza magari used, lakini pia tunafanya clearing and forwarding. Kwa maana ya kwamba kama una mzigo wako bandarini wowote au mpakani, unaweza kutumia namba zetu, zinapatikana chini kwenye maelezo. Till next time, ulikuwa na mimi mkurugenzi Mr. Sabi, nyuma ya kamera leo alikuwepo Salu Minded. Cairo Intertrade, niamini hao ndo wakali wa kukuagizia kila mizigo hadi magari. Kila chocho kuna pini, tupe posho wende mjini, mteja jisikie mfalme, we gon' get it. Anataki kuendesha gari ya ndoto zake, tupe kazi tuilete gari ya ndoto zako. Kampuni ziko nyingi, la Cairo ina raha yake. Ukiagiza wiki haikati, kila mteja anapata mzigo wake. Clearing and forwarding, all of those we care. Kwenye mitaa tunaaminika, mteja tuwezi mwongopea. Still growing, tuna branch hadi mpakani mwa Uganda. So Cairo Intertrade kwenye zikazi, mwite kamanda.